nina maswali ya kuuliza, nina majibu ya kuweza kujibu ili kumsogeza mtu aliyeuliza juu ya swali. Na ndio maana ninadadavua mengi yanayohusu Biblia. Ingawa Biblia sielewi, lakini ninapofika mahali pa Biblia kudadavua na kwa mfano wa Roho, kwa msaada wa Roho Mtakatifu, ninaweza kufanya zaidi kuliko elimu. Kwa hiyo wanafunzi wa Yesu wanamuuliza, na hata sisi tunauliza pia. Hata kama ni mgeni, ukifika mahali fulani unasema hivi, hapa ni wapi? Siku nyingine nilisafiri kutoka Dodoma, ninarudi Mbeya usiku. Sasa unajua usiku unasinzia kidogo, unaanza kupita maeneo mahali fulani wala huyaelewi, yanakuwa ni mageni kabisa, japo unayafahamu mchana. Sasa yule wa jirani unaweza kumuuliza, ndugu yangu, hivi hapa tumefika ni wapi? Anakwambia, wewe si hapa Mtera bwana. Tumeshavuka na daraja. Kumbe tayari umeshapata jibu. Kwa hiyo mwanadamu popote alipo lazima aulize maswali na apate majibu juu ya maisha yake, apate majibu juu ya imani yake, apate majibu juu ya kazi anayoifanya, apate majibu jinsi anavyoishi kwa mamlaka ya Mungu aliyomkabidhi tangu mwanzo. Inasemekana kwamba tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, ila sisi tunafananishwa kuwa katika mfano wa Mungu katika mambo ya utendaji. Na ndio maana Mungu aliumba mara moja, akatuachia sisi, akasema nendeni mzae mkaongezeke, nendeni mkaitawale nchi na vyote vinavyoijaza nchi. Na ndio maana tunatawala kila kitu, kutoka ardhini, kutoka nchi, angani, mpaka nani. Wanavyotengeneza baisikeli, tazama wanavyotengeneza magari, tazama wanavyotengeneza treni, ni kama jongo. Mungu aliumba kitu mfano wa jongo, sio? Na sisi tumeiga kama jongo, kwamba basi tutengeneze kitu kinachofanana na jongo. Wameiga treni, inapita huko, sijui iko wapi huko, na inapita na uchakacha, inawapeleka watu. Ndio utawala aliotoa. Vitu vya baharini, Mungu aliumba samaki baharini, lakini watu wanaumba mameli na mameli linaelea juu ya maji. Tumbukiza shilingi pale kama itaelea. Hata sindano, hata wewe mwenyewe kwanza utakwenda mpaka chini, umeze maji, ukitoka huko umekufa, ndipo utaibuliwa juu. Lakini Mungu ametupa kutawala hivi, ndio kufanana aina ya mfano wa Mungu. Na mengine. Watu wanajenga magorofa sasa. Wamejenga chini, wanaona hapatoshi, wanajenga magorofa. Jana juzi tumesikia habari ya ghorofa lililodondoka pale Dar es Salaam. Kwa hiyo katika akili ulioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, sio kupokea kila kitu. Pale Kenya, mahubiri ya siku hizi wanasema watu tunataka kumuona Mungu. Pale Kenya, mahubiri ya siku hizi wanasema watu tunataka kumuona Mungu. Tupe. Vita vimezidi duniani, njaa imezidi duniani, magonjwa yamezidi duniani, tabia ambazo hazieleweki. Tupe. Kwa hiyo tufunge tukamuone Yesu. Upumbavu wa mwanadamu, ametumia akili ya mwingine badala ya kutumia akili yake ambayo ameumbwa na Mungu. Kwa sababu akili ulionayo wewe hakuna mwanadamu mwingine aliye nayo hapa duniani, na nafsi yako ulionayo wewe hakuna mwanadamu mwingine aliye nayo hapa duniani. Wewe ni wa pekee kuliko mwingine yeyote, hata awe mnene, hata awe mfupi, hata awe mrefu. Wewe ni wa pekee, na tena una nafsi yako pekee yako ambayo Mungu anaijua. Kwa hiyo uone maajabu haya. Sasa mtu anakuletea kitu, wala hujatumia akili yako. Ukiangalia katika 1 Corinthians au waraka kwa Mtume Paulo kwa Korintho sura ya 16 mstari wa 34 au 35, if I am not wrong, inasema tumieni akili. Sasa wewe mtu umepewa akili huzitumii, si ndio maana tunasema wewe ni bwege. Hata hapa petu nchini ilitokea, labda ndugu zangu na ndugu zetu wamo humu, na ndugu yetu labda anayehusika yumo humu katika haya yanayotokea. Watu zaidi ya 20 walikufa kwa kukanyagiana yale alisema ni mafuta, si hivi? Mafuta yale yalitolewa kutoka wapi?
Si kama kila kitu ni Mungu ametukabidhi mimea, pamba na kila kitu, sisi ndio tuviendeleze. Lakini katika hiyo watu wanasema pita hapa utapona. Analeta maji kontena nzima, ananunua kwa shilingi 300 kwa bei ya jumla. Wapo tumewaona, kwa sababu kazi yangu ni utafiti, na nimeona na nimekutana nao. Hata kama ulikuwa ni maskini, Mungu ndugu yangu, utakuwa maskini kweli? Umenunua kitu 300, umeuza 1000, utakuwa maskini? Tunaokolewa kwa neema. Maombi ni ya bure, kama ni kwa ajili ya kuwaokoa wanadamu kwenda mbinguni, ila kwa kuwa tunataka our first priority, nafasi yetu ya kwanza, mafanikio na sifa, hayo hatakusaidia. Na ndio maana tutafika mbinguni tumechoka, kwa sababu wengine watakuwa wamebeba vitambaa, wengine watakuwa wamebeba chumvi, wengine watakuwa wamebeba maji, wengine watakuwa wamebeba magome ya miti, wengine watakuwa wamesema sisi tumeenda Israeli, tumehiji kule. Lakini imani yako ya kukuokoa kwamba uende mbinguni itakusaidia, kwa sababu walioenda Israeli maisha yao nikiyalinganisha kwa sasa kwa kipimo cha Roho Mtakatifu yamebakia yale. Hata wale tunaosema tumeokoka, kama sio katika Yesu Kristo, kipimo chao hakijabadilika. Na hapa ndipo tu tunashindana, kwa sababu mimi nimepita katika vikundi vyote, na ndio maana ninaandika, ninavifahamu na ninajifahamu, kwa sababu nimezidishwa. Kama mmeongezwa nini, mimi nimezidishwa. Hata mahubiri ya kawaida, jamani, muda ni mfupi, ningekuwa na maelezo mengi. Tulikuwa na kiwete mmoja pale Mbeya zamani, wakati mahubiri ya Injili yanakuja, uponyaji, waleteni wagonjwa tutawaombea. Badala ya kusema tutawaombea ili Mungu awafunulie njia ya kuingia mbinguni, wakaanza sasa kwa ajili yao. Walikuwa wanamuita dudu. Wazee wanaweza, alikuwa ni fundi mshona viatu. Wakati ule wa kina Moses Krola ndipo Injili inawaka sasa. Waleteni wagonjwa. Yule bwana alikuja anatembelea matako. Unajua kutembelea matako wewe? Unajua? Unataka nikuonyeshe exercise yake? Hapana. Ndogo. Basi aliombewa pale, alirudi nyumbani, hakupona. Kesho yake anakuja, alimwambia yule mhubiri, ulikuwa unanidanganya wewe, mbona sijapona? Kumbe unaita bure tu. Alichoambiwa jibu lake, kesho yake anakuja, alimwambia yule mhubiri, ulikuwa unanidanganya wewe, mbona sijapona? Kumbe unaita bure tu. Alichoambiwa jibu lake, pote ambalo lilikuwa sahihi au sio sahihi, alisema huna imani. Sasa wewe huna imani mpaka unakwenda unatembea kwa matako, unataka mwaka ufike ukapone. Sasa mtu aseme kile kilicho. Kwa hiyo neno la Mungu, neno si limesema leo, linasema msidanganyike. Haya yote yatatukia. Yule mwenye kusimama asimame imara katika mafundisho ya neno la Mungu. Neno la Mungu ndio kweli. Msitegemee vitu vingine. Nashukuru mchungaji, katika nyongeza unawaambia zima simu unapokuja katika ibada. Watu wanasema sasa tumeendelea, tutatumia simu ibadani. Sasa wenzako tulioongezwa, hujui, una lolote, bado ni kweli. Kwa sababu simu hiyo, jana umetongozea mume na mke wa mwingine mwenzako. Jana umekopea kikoba. Jana umesema uongo, unasema niko Chimala, kumbe uko hapa Igurusi. Sasa unakuja nayo kanisani, tena umeiacha wazi. Umekuja na mapepo. Jumamosi kama jana hukuipeleka kwa mchungaji. Mchungaji sijui anatumia lugha gani. Kule kwetu kama ni kusini ungesema wewe mchungaji, nakuwie si mimi.
nilikosea dhambi kwenye simu hii, nilitongoza mke wa mwingine, nilidanganya mume wa mwingine, nilikopea kwenye kikoba, nilisema niko Chimala, kumbe ni uongo, nipo Ikurusi, na uongo ni vibaya. Naleta mchungaji simu hii uitubishe kwanza, ili nitakapokuwa naifungua katika ibada iwe imetakasika. Have you done it? Umewahi kufanya hivyo? Tunasema ibada jamani ya leo ilikuwa ngumu sana. Kumbe tumeingiza mapepo. Shetani hana njia moja ya kumjaribu mwanadamu. Anaweza kavaa ngozi ya mwana kondoo, lakini kumbe ni shetani, tena mbwa mwitu. Ndugu zangu wapendwa, kipindi cha sasa ni cha kuwa macho. Mchungaji ameshamaliza yote. Amesema ni kipindi cha uchaguzi. Amesema mambo mengi. Mjiandikishe mkachague mnayemtaka. Ni kazi ya kanisa, na ndio maana inasema tuombe ili nchi hii isiingiwe vita. Hakuna kitu kinachoweza kutuokoa katika maisha ya akili na mwili na roho pasipo maombi. Msipoenda kujiandikisha na kuchagua, watawachagulilia mtu. Kama ni mtoto wa shangazi, kama ni mtoto wa mjomba, kama ni mtoto sijui, hatujui. Mungu atusaidie kufunguka macho, kuwa wasomaji wa neno la Mungu. Tunapokuja kanisani tuwe na vitendea kazi. Hata kama hujajaladia, mwana kondoo wako waonekane. Usiseme mimi ni Moravian kwa kuwa nina Biblia. No. Biblia inaweza ikatumika kwa kila mtu. Hata Waislamu tunasoma Biblia, wachawi tunasoma Biblia. Nilienda Malawi siku nyingine, mtu anasoma Biblia, mganga wa kienyeji. Ndipo anaanza kuagua. Na yote hayo nimefanya utafiti. Nimeenda hata kwa waganga hao. Wanafanya nini? Bahati mbaya au nzuri, nilienda na ndugu niliyemfahamu. Nikasema twende nikusindikize. Lakini shida yake ni kutaka kufanya utafiti. Amesoma pale Biblia, anaanza kuchagua moja moja kwa